ni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu tuko hapa kuhakikisha kwamba nchi inajengeka, nchi inakuwa na amani, nchi inapata maendeleo, kwa sababu palipo na amani kila kitu kinaboreka zaidi. So karibu leo tutakuwa na mjadala, ama wenyewe wanasema mdahalo au mazungumzo yaliyopevuka kuhusiana na amani. Amani inapatikana vipi, kwa nini inakosekana, lakini ikikosekana tunaipata vipi, tunatafuta suluhu vipi, hususan ni kina nani ambao kwamba wanahusika katika kujenga hii, lakini mbona vijana nao umri mdogo nao wanapatikana kwenye magenge. Wapo wageni ambao kwamba wamekuja, tumenadi kuanzia ni Alhamisi jana, na mitandaoni huko tumesema kwamba watakuwepo hapa. Kwa hivyo wewe ambaye kwamba ni mzazi, wewe ambaye kwamba ni kijana, wewe ambaye kwamba ni mwanagenzi unainukia, ni muhimu kuweza kuuliza hayo maswali. Mimi na Shamsa ni weledi sana wa kupamba kwa maneno kwenye hilo, lakini sisi hatuko kwenye fani ya kuyazungumzia yale ambayo kwamba leo tunakwenda kuyajadili. Ni kuyajadili kwa sababu ya kuijenga Mombasa yetu, kuyajadili kwa sababu ya kuijenga pwani yetu, lakini tuyajadili kwa sababu ya kuweza kuijenga nchi yetu iwe ni yenye utulivu na mambo yende kwa kutengenea. Haya, mimi ni Barisa hapa, lakini upande wa pili niko na ambaye kwamba hayependi kabisa kuja Jumamosi, lakini alhamdulillah kwa mapenzi ya Mungu leo yuko hapa, Shamsa. Alhamdulillah tumefika on a Saturday. That's how important peace is. Inatutoa kwenye majumba even Jumamosi. We're here to speak about it. And you know what I've realized? This conversation could not have come in a better time. Yes. Juzi tu tulikuwa tuko na watu mabarabarani waliokuwa wamepoteza watu in the 2024 finance bill. Yes. And waliweza kujitoa barabarani ili kuwakumbuka. Kulikuwa na wazazi, kulikuwa na activists, kulikuwa na watu ambao madada, makaka, na leo hii tumeleta watu hapa kwenye studio wamefika ili kuzungumzia hili suala la report on National Review of Kenya's Peace Building Architecture and the role of faith across faith actors in promoting peace and meditation. Sasa leo tuko kuangalia namna gani tutaweza kuimarisha the peace so that we can ensure that we coexist in a way that is better for everyone. So today here on studio niko na somo yangu. Nasikia vizuri kusema hivi. Tuko naye Mama Shamsa Abubakar Fadhil, who is the National and Mombasa Peace Committee Chair Lady. She's also the Executive Mediator of KWMN. Na kwa upande mwingine pale tuko na Sheikh wetu, Sheikh Abubakar Awadh. He is a certified mediator and a peace building expert and second liberation activist. Karibuni sana wageni wetu, tumefurahi umeweza kuitikia mwito, na nitaweza kupass the opportunity for you to give us a deep introduction of who you are for the people that are listening. Karibuni sana. Asante Somo, tapita Somo. Asante Somo ambaye ni mwanangu Barisa. Hii ni opportunity moja kubwa sana, na kwa majina najulikana kama Mama Shamsa. Ukisema Shamsa Abubakar Fadhili wengi hawanijui, lakini ukitaja tu Mama Shamsa najulikana ni mimi. Kama nilivyotangulia kusema, mimi ni mama, mimi ni nyanya, na mimi sio mama wa watoto wangu peke yangu. Mimi ni mama wa watoto wengi ambao wanahitaji mama ndani ya maisha yao. Unajua mama kazi yake ni kunacha, mama kazi yake ni kukuza, mama kazi yake ni kudekeza, mama kazi yake ni kuongoza. Sasa vijana wengi wanapotea ni kwa sababu hawana mama ndani ya maisha yao. Na hata kama mama pengine yuko, tunaona wazazi wengi mtoto ameitwa mama. Yeye mwenyewe hajafika umri wa kuwa mama, lakini tayari amezaa. Yeye ni mtoto lakini ameitwa mama. Yeye ni mtoto na ameitwa nyanya. Sasa hii period hii ni rahisi sana mtoto kupotea. Mimi nimejitolea kuwa mama wa wengi. I'm also the National Peace and Security Chair ya Kenya nzima. Tunasimamia haya maswali, niko na coordinators 33 counties. Counties zingine hatujaweza kufika kwa sababu fedha ilifanya nini? Ilipungua, lakini mikakati inafanya nini? Inaendelea. Unajua kunapotokea fujo, kunapotokea tashwishi, mwenye kuumia zaidi ni mama. Kwa sababu ambao wako affected ni mabwana zetu, na waliokuwa affected ni vijana zetu ambao wako na hamaki, ambao wamekuwa. Kwa hivyo mama lazima awe mstari wa mbele, kama ilivyopasishwa na UNSCR resolution 1325, women must be included in peace and security talks, because we are the ones who are affected. Mbali na hapo, mimi ndio msimamizi wa jopo
la kina mama wa dini mbalimbali, ambapo zina dini 9 tunasema religious institutions upande wa kina mama. Utauliza kwa nini mwanamke wa Kiislamu kusimamia jopo la kama KCCB iko ndani, ambayo ni Catholics, NCCK wamo, EAK Evangelism, kuna SDA, kuna OAIC ambayo ni Organization of Institute of African Churches, kuna SUPKEM ndani, kuna NAMLEF National Muslim Leaders Forum, kuna Ithna Ashari, kuna mpaka Hindu. Kwa nini tumekuja pamoja kama kina mama wa dini zote? Unajua conflict ikitokea haichagui dini, haichagui kabila. Haiwezi kusemekana disaster inakuja, huyu ni Muislamu hashikwi, ama huyu ni Mkristo hata kuwa affected. Watoto wetu wakivuka, unakuta watoto hata Wakristo wanavuka, wamama wa Kristo wanalia. Uchungu wa kuzaa wa mwanamke ni ule ule, haujalishi dini, njia ya kupata mtoto ni ile ile, maumivu ni yale yale. Badili ya kunyoshiana vidole kama ilivyokuwa hapo awali, nyinyi Waislamu nyinyi ndio mnafanya watoto wetu wanapotea. Hapana, hata sisi Waislamu watoto wetu wanapotea. Na wazazi wanalia, wazazi wanaumia, mabwana wanaenda. Tukaamua kuja pamoja through Interreligious Council of Kenya, ambayo ndio taasisi kuu inayotusimamia. Tuzungumzie masuala ya watoto wetu, tuzungumzie masuala ya parenting, tuzungumzie masuala ya itikadi kali na mambo mengi, mental health. Watoto wetu wanaathirika na mental health. Tutatatua vipi haya? Vyeo ni vingi, lakini kwa leo tushikie hapo. Sheikh, karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi Mimi wabarakatuh. kwa majina naitwa Abubakar Ahmad Muhammad Awadh. Abubakar Muhammad Ahmad Awadh. Abubakar Ahmad Muhammad Awadh. Okay. Sasa unaweza kuniuliza mbona naitwa Abubakar Awadh ama Sheikh Abubakar Awadh? Kama ulivyonieleza wewe, kwa nini jina lako la katikati lilipotea? Jina langu lilipotea hivyo hivyo. Katika veo nilivyopewa, ambavyo vingine ni kweli, vingine ni urongo, lakini kwa sababu ya mazungumzo tuendeleeni. Hiki cha mwisho uliokitaja. Semaje? Ni second liberation activist. That is actually where I came in. Wakati wa mapambano ya kubadilisha katiba ili tuwe na vyama vingi, ili tuwe na kuweza kujiweka katika siasa kisawasawa. Hapo ndo nilianza siasa wakati huo. Na fujo jingi lilitokea wakati ule. Na mimi nilikuwa ni mmoja katika viongozi wa Islamic Party of Kenya. IPK. Wewe pengine ndio hujazaliwa. Au ni mdogo? Nilikuwa mdogo, Sasa wakati huo, kwa sababu wazee walifanya hofu na majeshi yalikuwa kiteremka ya GSU na kupiga watu na nini, wakawa wengine hawataki tuwe kwenye siasa. Kwa hivyo nilipokuwa napata wadhifa sasa wa kutoka nje, maana kilikuwa background kwenye leadership, katika planning, execution, lakini nyuma ya pazia ama chini ya maji. Ilipokuwa wakati sasa lazima nionekane sura zangu, na media nyinyi mnapenda kuchokora, nikawa sitaki kuatia wazee wangu kwenye taklifu ya kuweza kujua mimi nimo. Kwa hivyo nilipoulizwa jina mimi nikalia Abubakar, sasa liko mbele, nikalitaja. Nikasema sasa nikisema Ahmad Muhammad hapa babangu atajua. Mimi nikaruka Abubakar Awadh. Sasa media ikachukua Abubakar Awadh mpaka leo. Sasa mimi najulikana kama Abubakar Awadh. Watu hawajui kwamba ni Abubakar Ahmad Muhammad Awadh, isipokuwa wale ambao ni watu wa karibu. Professionally I'm a teacher. Kitaalamu wewe ni mwalimu. Mimi ni mwalimu wa darasani. Nimekuwa train Machakos Teachers College. Na pia nimesoma dini alhamdulillah kiasi fulani. Riyadh, Lamu. Babangu alisoma huko. Kwa hivyo ilipokuja masala sasa, nikaa kwenye siasa kwa muda mpaka nikapigania ubunge, kisha nikachoka. Eneo bunge gani? Kisauni. Mara 2 nilisimama. Kura hazikutosha. Kura hazitoshi Kenya ikiwa huna mambo matatu. Kwanza huna senti, ambayo yote si sawa. Ushaditaja kwanza, kama huna senti, kama huna kabila la kisiasa, na kama huna uhuni.
na hilo ndilo ambalo limetuleta hapa. Kama huna uhuni nchi hii, huwezi. kisiasa imekuwa ni ngumu wewe kutambulikana, na tabu kubwa tulionayo sasa sisi ni kwamba wananchi watoto wetu wanaopiga kura hawataki kulitambua hilo. Wale wanakuwa na uhuni huja na pesa, hawautambui ule uhuni, ndio hii peace inakosekana, amani inakosekana. Sasa baada ya muda mimi nilipoona kwamba siwezi kutoboa kisiasa, nikaingia kwenye masala ya dini. Nikaingia kwenye vyama vya kidini, na zile pia zina challenge zao kubwa sana. Nilikuwa member wa SUPKEM, nilikuwa member wa NUKEM, ambazo pengine siku hizi hata hamzisikii. Kisha nikawa member pia wa vyama vingine vidogo vidogo, hapa sitaki kuvitaja kwa sasa kwa sababu fulani. Alafu nikachoka. Yani kwenye siasa ukachoka, kwenye vyama vya kidini pia nikachoka. Kwa sababu kwenye vyama vya kidini, just briefly, hakuna demokrasia mara nyingi. Okay. Utaona kama wewe una fikra kali kama zetu sisi ambao tushapitia ualimu, tushapitia siasa, ukienda kule kuna ile status quo, ni tabu kuifahamisha ikafahamu mambo unavyotaka wewe na ulimwengu ulivyo, au utakwenda vile vile watakavyo. So mara nyingi unaona kwamba mwanza kuteta nyinyi kwa nyinyi, nikaona haina haja, afadhali tufanye kazi pamoja bila kwa kwenye uongozi. Kama huko kwenye uongozi huwa hakuna conflicts. Lakini sasa wewe ni secretary pale, baona mambo haendi vile unavyoona sawa, chairman aona vingine, mwanza kukorogana. Nikajitoa. Baada ya muda siasa na vurugu likatokea, mpaka sasa kwa kuna wakati baina ya Kristo na Waislamu nchini ikawa kuna shida. Ndipo hapo ikaundwa hii IRCK, Interreligious Council of Kenya. Yes. So na wakati huo pia ikaundwa chama chengine kinaitwa NAMLEF, Yes. National Muslim Leaders Forum. Nikahusika kwa wakati fulani pale. Sasa huko nako ulitoka? Huko sikutoka, lakini sikuwa safu ya mbele. Sasa ilipokuwa mambo ya peace yanahitajika, ndio kabla ya election iliyopita, election ya 2022. Yes. Nakumbuka hivi ilikuwa ni wakati wa Julai hivi. Mwenyekiti wa NAMLEF akanipigia simu, Sheikh Abdullah Abdi. Akanambia, bwana, IRCK yataka kuunda jopo la kutafuta amani kabla ya kura. Tutafuta mashekhe. Nikamwambia Sheikh Abdullah, stop there. Ikiwa ni mashekhe, I'm out. Maana nilikuwa shamjua enda alegea. Nikamwambia ikiwa ni mashekhe, out me out. Kwa sababu kuna mashekhe wakubwa recognized, mimi siwafikii. Akanambia, la, sisi twakutaka wewe. Shekhe wewe. Ijapokuwa shekhe kama hao ambao ni mashekhe zaidi, lakini tunataka wewe kwa sababu tunataka mtu ambaye aweza kuzunguka nchi nzima, ndio, bila taklifu. Nikamwambia sifa zote hizo wako watu ambazo wanazo. Akanishinda kwa sababu ya kutumia power zake za IPK. Maanake yeye Sheikh Abdul Abdi alikuwa ndio vice chairman wetu wa IPK. Anambia, now I'm commanding you. IPK is calling you on another forum, ufanye kazi. Nikamwambia okay, nikakubali. Ndio tukaunda National Peace and Mediation Team. Hii ni jopo lina wataalam wakubwa sana ambao wamesomea mambo ya peace, wamesafiri, wameona vituko, sio hapa nchini tu. Ni watu ambao ikiwa ni dini wamesoma, ikiwa ni Ukristo wamesoma, ikiwa ni peace building wanajua, na ikiwa ni vita pia wajua vita nini na kwa nini vita visiweko, ili watu wapate salama. Okay. Ndani yake pia kuna watu wa media. Tulikuwa naye Kibor kama mkumbuka. Yes. Yeah, he's a very fine person. Mawakili tulikuwa nao, kina mama. Lengo kubwa ilikuwa ni tupunguze tension ili election ipite salama. Na kama mkumbuka, yale yaliyonyuma hatujasahau, kina Kabombo na Msumkate bado hatujasahau. Yes. Lakini kama mkumbuka, aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta mheshimiwa, ndio, na naibu wake ambaye sasa ndo rais Honorable Dr. William Ruto, wao wenyewe walikuwa tayari wakizozana kana kwamba mimi na wewe tuko barabarani. Sasa ichukue picture hiyo ambayo rais na makamu wake
wao wanateta in public, huyu anasema hili, huyu anasema hili, na nyinyi watu wa magazeti na nyinyi watu wa maredio hamutuji kweli, hamutuji badili museme yale ambayo yataleta salama, nyinyi mwatia yale na maongezana yenu kutia chumvi. Sasa yale si wameyasema kweli, lakini hayasemu yote. Tukanze kwa sababu ya amani. Sasa ukiona rais asema hili, naibu wake asema hili, na huyu ana watu wake na huyu ana wafuasi wake, na nyinyi sasa mwaambia Ruto anasema hivi, Uhuru anasema hivi, wale waambiaje wewe? Piganeni. Okay. There is where we came in now as National Peace and Mediation Team. All right. Utangulizi mzito. Mtangulizi cover a lot of history from the formation to where they are right now. Na at least the people that are listening, they get an idea of who we have in studio. Ndio waweze pia kutayarisha maswali yao vilivyo ili kuweza kuuliza. Okay. Watangulia ama nitangulia? Ladies first. All right, I'll take this one. We have the best people to talk about peace, and Mama Shamsa, you're a peace mediator, and right now our country is experiencing a bit of chaos, I want to say. It's been going on since the 2024. We see that kuna watu mabarabarani, inamaanisha kwamba mambo sio mazuri. Pale tunapotoka barabarani ni kwamba tunahisi sauti zetu hazisikiki. How can we convince the young generation, especially the youth, that their voices can be heard? Because each time they go to the streets, they feel like they're being met with a lot of force, they're being met with deaf ears. Vipi nyinyi kama watu ambao mna ufahamu mwingi wa haya mambo ya peace, tutaweza kuconvince vijana wetu kwamba sauti zao zinaweza kusikika in the midst of so many things that is happening? There is the economic suppression, there's so much, and as we're headed towards election, if this situation is not fixed, we're going to end up in a very bad ni kweli maneno yako. After the elections kumalizika, kama Kenya tuko na peace building architecture ambayo ilikuwa haijakuwa reviewed for a very long time. The peace building architecture, unajua Kenya, we are very very good in coming up with concepts, lakini ideas very big ideas. Tunazungumza kama the Ndungu report, but where do they end? They disappear in the thing. They disappear. Kukaonekana kuwa serikali wenyewe sisi na mashirika yasiyo, nitazungumza kama UNDP, UN, walisema lazima kuwe na review ya peace building architecture. Maana ile review ni ya kitambo. Kila siku conflict inabadilika. Hata kuingia kwenye conflict, zamani ilikuwa si rahisi usikie mtoto wa miaka 10 amedunga mwenzake kisu. Sasa hii it's normal, mtoto wa miaka 10 anaiba. Il conflict tofauti with the social media na nyinyi media, the push and pull factors ziko tofauti. We have to review. We have to put the youth voices and the women voices. Ile ya kwanza ilikuwa hakuna hizo voices. Everything was being decided for us. As the people of Kenya, we need to hear their voices. What do they want for peace? Kwa nini mpaka dakika hii we don't have a peace ministry? Wow. Unaona? Yeah, we don't have a peace ministry. Do we really need that? Yes, actually we have only a commission ambayo ni National Steering Commission ambayo ina deal na peace building. Lakini tunaelewa mambo ya commission, whatever they get ni only administrative costs. Hawana pesa za kurun programs. Serikali kuna mkono mrefu. Unajua ukianza kutoka kwa president, sasa unakuja kwa counties. Tukija kwa counties ambayo yuko in charge ya peace ni county commissioner. Tunakuja kwa regional ambayo ni regional county commissioner. Tunakuja kwa county commissioner. County commissioner ina devolve. Inaenda paka kwa DCC. DCC inakwenda kwa ACC. ACC inaenda kwa chief. Chief inaenda kwa sub chief. Mzee wa mtaa itakuja kwa sasa hapa chini. Sasa nakuja hapa chini. Hapa chini serikali imeunda mzee wa mtaa, imeunda district peace committees, imeunda community policing, imeunda inaitwa mabalozi wa nyumba 10. Zote hizo ni arms za serikali. Za kuhakikisha wanapata nini? Information, na waliochaguliwa hapo chini waweze kunotice mahali kunatokea conflict ili wapate kuizima kabla haija escalate. Lakini je, serikali imewekeza kuwafundisha hawa namna ya kudetect conflict?
Tumeelewana mpaka hapa? Tumeelewana. Hilo swali ni utujibie wewe. Programs zinakuja lakini they don't come from the government. Program ya government ni baraza. Baraza zilikuwa zikijaa, lakini sasa hizi baraza zimbaki ni za mitaa, kwa sababu watu hawaoni haja ya kwenda kwenye zile baraza. Chifu anajulikana, yule chifu yule, nikifa mimi naenda kuchukua burial permit. Ama nikitaka ID ndo ende akaniwekee sign. Lakini jukumu la chifu ni face of the president hapa chini. Watu wanaelewa hilo? Kwa sasa sidhani. Kwa wale ambao si tulikuwepo sawa, lakini saizi hata. Sasa umeelewa, tukasema hapana, ni lazima hawa watu waliochaguliwa huku chini tujue wanasemaje, ama wanataka nini ili kazi zao ziende salama. Ndio jopo likaundwa. Tulikuwa watu karibu 11 ndani, watu waliobobea katika masuala ya amani. Lakini what we were talking about was localization and domestication of this architecture. Unajua, mtu hawezi kukaa ofisi akanifikiria mimi ambaye niko huku mashinani natatua vipi conflict. Okay. Maana wewe utakuwa watu wa fikra zako, wewe huishi hapa chini na mimi. Ndio sababu mimi niliwekwa, kwa sababu I was the district peace chair for Nyali sub county. Na nilikuwa nimefanya reforming ya youth nikitumia akili yangu mwenyewe, na nikaweza kureform vijana wengi sana. It became a national strategy ambayo ilifuatiliwa na hata na watu wengine. Ndio sababu kupewa hiki cheo cha National Women Peace and Security Chair. Kwa sababu nilifanya kazi, nikateremsha tunahitaji hizi conflict report. Mpaka mapolisi wakawa wanalala wanashangaa, mbona hatupati tena ripoti ya visa. Lakini unajua conflict ni kitu kinazama, alafu kinakuja, kinazuka upya, kitatulia, alafu kunazuka mbinu mpya, kwa sababu kuna watu wamekaa hawataki kuona amani. Wao wanakulia pasipokuwa na amani. Pale kwenye pasipokuwa na amani yende kitega uchumi chake. Okay. Lakini hawa watu ambao hawana pesa, hawapati pesa, wanajiunga vipi katika amani? Ndio hii peace building architecture. Chairman wetu alikuwa ni General Opande, mimi nikachaguliwa kama vice chair. Okay. Tulizunguka kaunti 33 kuzungumza na taasisi na watu tofauti, mpaka yule nyanya aliyeko ndani ya nyumba. Wataka Kenya iweje? Kwenye ripoti sasa wakasema wanataka Kenya iwe vipi? Haya, Kenya, kabla tuende kwa Sheikh huko, tatizo kubwa lilikuwako ni sustainability of peace building programs. Peace building ni lazima ni kitu kiongelewe kila siku. Je, mfuko huko? Mpaka mfuko hapo hakuna mfuko wa kuendesha programs hizo kama serikali. Huko tutategemea mfuko wa nchi za nje mpaka lini? Mfuko wazungumzia senti. Senti. Manake siwezi kusanya watu 20 ndio bila maji. Siwezi kusanya watu 20 kwenye jua. Si wanywe maji waje? Watakuja watakaa kwenye jua. Watasikiza. Mtu atumie fia yake. Si amani yetu na sisi. Ule wakati anatakikana akafanye. We are talking of the locals, ambaye anarauka asubuhi kwenda sokoni. Mtu wa chini anaelewa mambo ya security na peace ni ya serikali. Watu wengi hawaelewi kuwa peace and security starts with you. Utamfahamisha vipi yule? Kwa kumwita, uzungumze naye, umweleze kuwa security and peace starts with you. Na siku hizi watu wameweka mbele mfuko. Na ilo haribu sana hii. I'm sorry to say this, I'm not against any organization. Ni kwa organizations walikuja na mifumo ya programs, mtu akienda pale anapewa 1000, 500. Sasa ukimwita mtu lazima anataka. It's okay kupeana. Yes. Kwa sababu umemkalisha mtu pale the whole day. Lakini wewe niambie nikuite wewe barisa. Nikaina wewe the whole day, mtumie tikiti yako. Watakana kuja kwenye kipindi walipo mwanangu. Mimi si wae. Sasa siku hiyo hulipwi. Unguja kana mimi. Sikupi chai, sikupi maji, sikupi fare. Utanisikiza? Haji tena. Siji. Ukimwita haji. Mimi siji kabisa. Mara kwanza pale nitakayo kuambia yatabaki pale ukiondoka. Mvuo mfuko ni vipi? Kwa nini tuna mfuko wa security?
Yes. Ndio. Kwa nini hatuna mfuko wa peace building? Tuna taasisi NCIC, National Cohesion Integration Commission, ambayo inaangalia mambo ya hate speech. Wana budget. Wana budget? Hawana Hawana They have budget. only administration costs. Tuna National Steering Committee ambayo ina deal na peace building. Hakuna budget ya kuweka Hata any huwasikii. programs. Hata huwasikii hawa kimya. Hakuna budget. Okay. Wanaomba European Union, wanaomba UN, wanaomba UNDP ndio maskini waweze kushuka. Kwa nini taasisi zote nyingi, administrative costs nyingi, Kwa hivyo na haziko devolved? Kwa hivyo mwisho wa kwisha tatizo liko kwenye senti, pesa ziko lakini ni za administrative. Exactly. Zinapotelea huku chini Hakuna hazishuki. operational. Ofisi inalipwa, maji inalipwa. Mimi nikikwambia, kuna wewe kama polisi nikikupigia simu nikikwambia Shamsa anapigwa, tafadhali nenda kamuokoe. Ni jukumu lako unipe information. Tumeenda kweli, tumepata Shamsa amepigwa, tumemuokoa, yuko hospitali. Two way information. Okay. Mimi napigia NCIC, Sheikh amezungumza hate speech. NCIC atatoka Nairobi aje Mombasa aje amshike Sheikh. Hizi taasisi haziko devolved. We have National Counter Terrorism Center. Iko na, yani taasisi zote zilizoundwa ziko Nairobi. Kwa hivyo hizi taasisi ni ceremonial tu hizi. I'm not saying it's ceremonial kwa sababu wanajitahidi. Lakini kujitahidi ni mpaka wapate donor funding. Wakipata donor funding, wanashuka mashinani. Na peace ni lazima iwe sustainable. Hatuwezi kukaa kungoja donor funding. Okay. We are more of a reactive nation than proactive. Tunangoja kuwe na fujo, tuombe funding. Baada ya time watu wamefika, fujo limetulia, watu wanaenda na shughuli zao. Ujue kidonda hakijapoa. Sasa hili jopo lilikuwa linazungumzia masuala haya. Vipi badili ya NSC watoke huko kuomba funding, kwa nini kusiwe na mfuko utumwe direct mpaka kwa village chief area aliyeko pale kusimamia hilo tukio kwa wakati muafaka? Okay. Asante sana Mama Shamsa. Sheikh, sasa ni kukaribisha hapa. Umetangulia kwenye utangulizi wako, umeanza na neno uhuni. Uhuni. Na uhuni sasa hivi kama mama alivyozungumza ni kwamba miaka ya nyuma huwezi kupata mtoto wa miaka 10 anahusika na vitu kama hivyo. Hata mimi nikiona nashtuka. Shindwa kwani hapa sisemi kwamba watu wazima ndio walikuwa wakifanya, lakini nashtua. Sasa hivi ukikaa magenge kama kwenye ripoti ya mama nimeona magenge kama 200 amehusika na kuweza kurudisha vijana kwenye nidhamu zaidi ya 2000. Sasa changamoto ya zamani tumemudu kwenda nayo tukaipambana. Nyinyi kama ambao kwamba mnahusika kwenye mwafaka wa kuweza kutafuta na kusuluhisha tuwe na amani, huu huni wa sasa wa kileo unaohusisha maswala ya mitandao, manake wanaweza kuwa wanafanya wakwale wa huku hawafanyi, lakini kwa sababu ya mtandao na wao wanapata ile jazba, wanasema wale wakwale wanafanya na huku pia sisi amsha. Manake hapa tulikuwa na wakali kwanza, wakali wao, sijui wajukuu wa bibi, Malindi kumezuka maoza huko. Yani haina tofauti, yani ni jina tu tofauti. Yani ni wale lakini wameona kwamba kule wanafanya, kwa nini na sisi huku tusifanye? Lakini na sisi jina letu liache kuwa Shamsa, liwe Shamsuddin. Umeelewa? So sijui wewe kwenye mtazamo wako katika hizi harakati za kuweza kutafuta suluhu na kutatua hizi changamoto, ni kipi ambacho kwamba unaona nyinyi mnaweza kukifanya mkaleta na ripoti, mfuko haupo lakini ikaweza kufanywa kazi tukipata hizo za kuomba? Tayeb. Yeah. Ni swala gumu. Ndio. Lakini inawezekana. Na kabla hatujakuja wakati huu wa sasa, ningependa tu kudokeza kwamba huu huni kuna makosa makubwa sana ambayo yako sasa kwa sababu ya malezi. Ndio. Malezi yamepungua, malezi yamepotea, malezi hakuna tena. Mimi nakumbuka wakati nilipokuwa mimi ni mdogo,
ikiadhiniwa magharibi, na tuseme 6:30 PM, ukisha kuswali magharibi, mtoto takikumwona njiani ni waelekea nyumbani natoka msikitini. Ama wengine wamekaa wanafundishwa pale msikitini. Pale msikitini. Na Wanatoka hawatatoka mpaka mpaka baada ya Ishai. Ishai warudi nyumbani. Na kuna mtu mkubwa ambaye warudi nao. Waweza kuwa muona ama hata humuoni, lakini yuko. Mtoto alikuwa si mtoto wa Mama Shamsa aliyemzaa peke yake, wala wa Abubakar aliyemzaa peke yake. Mtoto alikuwa ni mtoto wa jamii. Akifanya kosa barabarani, mzazi yeyote anamsimamisha, anamrudi, anamlekeza na analekea. Tumekuwa sasa sisi tunataka uzungu mwingi, imekuwa mtoto ni wangu. Sikiza vizuri, maanake hapo ndo msingi tulipopotea sasa. Huyu mtoto ni wangu. Hata mwalimu hana haki naye tena. Na hapo education system it fail us. Mwalimu pia siku hizi amekuwa ana uoga ya kurudi mtoto. Mtoto akenda atakwenda kushtaki. Nimepigwa, nimeguswa, na hatua atachukuliwa yule mwalimu. Lakini zamani ilikuwa mtoto madrasa, skuli, mwalimu anamrudi na anarekebishika. Haya yamepotea. Na siko bahati nzuri au bahati mbaya, yamepangwa. Kupangwa na maanisha kimakusudi. Okay. Kwa jina freedom. Wajua mmetawaliwa nyinyi mawazo ya kizamani hayo. Hasa mmeletwa mfumo ambao si wenu. Lakini kwa vile mmeletwa kwa picture maana ya freedom, ya uhuru, mkaona ni mzuri. Kwa hivyo mzazi haheshimiki tena, mwalimu haheshimiki tena. Mtoto barabarani aweza kufanya jambo, ukimrudi atakutolea mato, wewe utashangaa. Kukutukana hasa. Hilo kubwa zaidi. Na akienda kumwambia babake atakuja. Tena pengine wewe ni ami, hata si mtu wa kando. Ami tu ndugu yake huyo babake. Wewe mbona wewe unanipiga mwanangu? Tumefika hapo sisi. Wajua kumzaa. Na hilo halikuja kwa bahati mbaya, limepangwa. Tumeletewa fikra za kutoka nje, tukazipokea bila kuzifahamu. Sasa baada ya kufeli hapo sasa ndio imekuwa sasa vijana wako nje wana huo uhuru, kisha wakaletewa na vya kuzidishia uhuru sasa. Ambavyo ni vipi? Wakaletewa mabangi, brown sugar na manini. Shafahamu sio? Na vichwa vikaharibika. Vikadeuka sasa ndio kabisa. Na ukichunguza wanaofanya haya si watu wa mbali, ni watu wetu wenyewe kwa malengo ya kututawala. Ima itakuwa ni mfanyabiashara muovu ataka kupata pesa za haraka, au ni mwanasiasa muovu ataka kupata kura za haraka awe kwenye uongozi. Hilo ndo limeongezea hapo. Kwa shekhe amezungumza jambo moja muhimu sana. Ndio. Parenting tumefeli. Watu wanaingia kwenye ndoa bila kujua kwa nini wanaingia kwenye ndoa. Wanaingia kwenye ndoa kwa sababu I love you. Umependa macho yake, umependa maguu yake. Sisi wa kupenda rangi sasa itakuwaje? Amependa rangi, hataki mke isipokuwa mweupe. Niache mimi. Alafu amejibleach. Tumeelewana? Maana ukiuliza mtoto wa kiume kwa nini waoa? Hawezi kupata muuliza huyo. Kwa nini waoa? Kwa nini wataka kuoa? Brana, kwa nini wataka kuoa? Kwa nini wataka kuoa? Hana jibu. Msichana ukimuuliza dasema atakwambia wakati umefika. Kwani sio wakati umefika? Marafiki zangu wameolewa, mimi bado. Na hiyo sio misingi ya ndoa. Na hakuna taasisi especially hapa kwetu culturally. Mpaka mimi kama mama, msichana wangu wewe una mtumba wewe bado nikutafutie. Yaani yule mtoto akikua tunampush out bila kumpa elimu ya misingi ya kuweka ya ndoa. Walikuwako watu wakipeana elimu, wakaambiwaje? Masomo. Kila kitu Google. Ukigoogle tu, huyale Google wamjua wewe? Ustadh Google. Kuna Pastor Google, kuna Sheikh Google, kuna somo Google. Tunaona hivi haya anayoyasema ya kuadapt. Another thing imetufail ni education system. Na hii nasema bila uoga.
Dini huwezi kuipima dini kama history, huwezi kuipima dini kama mathematics ukaipa points. Leo watoto wetu wanasoma dini, anapewa max, amepata 20 katika 100. Nafasi ya kwenda shule, ya kwenda madrasa, ya kwenda makanisa, ili dini mtoto apate ile spiritual nourishment, hakuna. Tumetanguliza uleo. Mwalimu mwenye kufundisha dini mlevi, mwalimu mwenye kufundisha shule ansomea mpata diploma, ansomea mpata degree in CRE and IRE. Je, ako na ile akida ndani ya moyo wake? Hakuna. Wa kuweza kumfanya yule mtoto atakachomfundisha kimguse roho, awe ni mwanadamu wa kisawasawa. How do you measure religion? Ndiyo mtoto amesoma form 1 mpaka form 4 standard 1, sijui hizo za sasa KPSEA, sijui nini, ammaliza ampata 20 out of 100. Do you expect that child kuwa mtoto mwadilifu katika jamii ambapo dini haiko? Mimi nilisoma history. Takutoa mfano mdogo wa history, sitazungumza mifano mengine. Nilizungumza kuhusu Christopher Columbus. Alinisaidia mimi huyo Christopher Columbus mpaka dakika hii. Namtumia wapi? Nimemsoma primary mpaka secondary. Namtumia wapi huyo Christopher Columbus? Ukoloni mambo leo. Sheikh unsoma Dr. Ludwig Kraft. Ludwig Kraft ananisaidia mimi nini katika maisha? Ludwig Kraft. Are you getting me? So the education system needs to be reviewed. We have already reviewed from 844 to CBC and CBE. Kwa sababu mambo mengi hayajawekwa. Aya, juzi rais alizungumza kuchoma shule. Ndio. Mtoto kuua ni kuwa hana dini ndani ya moyo wake. Hana hofu. Hajali. Hana imani. Hana ucha Mungu. Wewe angalia tables zilivyotan. Tulikuwa tunajua watu wasokuwa na hofu ni watoto wa kiume. Yes. What is happening? Empowerment ya girl child. Wamegeuka wao. Unataka kutuambia kwamba hiyo pia nayo pana kasoro hapo? Kitu chochote ziada kina kasoro. Wewe ukila ukishiba ziada kasoro, ukikaa na njaa ziada kasoro, ukiwa na pesa nyingi kasoro, ukiwa maskini fukara kasoro. Kwa kila kitu tuwe na wastani. Mpaka dini ukiisoma sana utakulipua. Bebe maangalie maprofesa. Ava makoti bila kupiga shati. Mama Shamsa. Mtu aliyesoma sana ukimwangalia hayuko normal. Pure head damage, PhD. Unaona? They are called nerds. Ama sivyo? This person is a nerd. Why is he a nerd na akona everything kwa kichwa chake? Okay. I love that. Wewe huko nje kwenye 0700917917 lakini pia kwa njia ya WhatsApp. Asante sana Fatuma kwa kuweza kutuma ujumbe wako, lakini pia una fursa ya kuweza kupiga simu na wewe kuweza kuchangia kwenye haya mazungumzo. Tunajenga wapi ambapo kwamba pamebomoka, wapi ambapo kwamba pana matundu, wapi ambapo kwamba pana nyufa. Hizi nyufa tunazitafutia namna ya kuweza kuziziba. Yaani maswali yametokezea mengi. Sheikh amesema mfumo wetu wa malezi umeparanganyika, haupo. Mama Shamsa akasema education system ni mbaya. Lugha yetu ya kileo ni mbaya. Ni mbaya. Nimemwambia CBC akasema bado. Not yet Uhuru. Either way, wewe pia huko nje unaweza ukachangia. Nikurudishe Sheikh hapo. Pale mahali ambapo ulikuwa umeachia uongeze hapo, alafu kabla tutoke, alafu turudi kwenye saa ile nyingine. Bado mpo sana. Sasa okay. Sasa ushamtayarisha mtoto tayari. Ndio. Hana malezi. Haishimu baba, haishimu mwalimu, ushampa bangi, ushampa nini. Sasa mtoto huyu wamtaraji yeye ataleta amani kwenye jumuiya ama ataleta hasara na nafaka. Hapa ndipo sasa tuanza ule uhuni. Sasa ndo waanza tumeutengeza wenyewe kwa kukosa malezi. Kisha tumewapata wale mabwenyenyo wa biashara na mabwenyenyo wa siasa kuweza kuutumia. Mtoto yule hana kazi. Mtoto yule hana kazi. Umwambie njoo bwana, mtakupa shilingi 200. Ilianza hata sijui ilianza 100 nafikiri. Ilianza kwenye 100. Sasa imefika 500 na wengine wanapewa 1000. Mtoto yule akishakupewa zile, sasa akiambiwa sasa wewe nenda ukaharibu mkutano wa fulani, atakwenda tu.
nenda ukaharibu mkutano wa fulani wa kisiasa. Sasa maanake ya mambo yote ni siasa. Atakwenda kuharibu, na mwenye kulinda ule mkutano ni polisi. Ndio. Polisi naye kwa vile naye mshahara wake ni shakal bagwa, ashatiwa mfukoni na mwanasiasa wa yule aliwatuma. Anamwambia polisi, bwana, watu wangu watakwenda kufanya fujo, nyi mtakwenda kusawazisha baada washaondoka. Na nikizungumza haya sizungumzi kwa kubahatisha. Kama nilivyowaambia, nilikuwa mwanasiasa, I've been in politics, nimepigania ubunge, nimekuwa mwa activist for a long time. Ulishikwa, nimeshikwa, nimewekwa ndani, nimeshtakiwa, lakini sikufungwa alhamdulillah. Wenzangu wengine walifungwa, wengine waliuawa, lakini mimi nikatoboa alhamdulillah. Lakini tabu ni kwamba baada kwamba kwa wazazi kuna shida, tumeshamtenga mtoto wa shida, mwanasiasa na shida, na serikali yenyewe ina balaa. Serikali yenyewe ina balaa. Mimi nitakwambia haya maandamano ndio unayoyaona ni jambo ambalo kwenye katiba limo. Ni haki ya mwananchi kufanya maandamano, kueleza anatakalo kueleza. Na akisha kutoa notification, habari kwa polisi, polisi wanawajibika kikatiba kuulinda ile demonstration, kulilinda ile demonstration. Alitukue, alipeleke mpaka atakapokwenda. Sasa hapa kuna watu kama walivyosema Mama Shamsa kwamba wao kula kwao ni kuwe na fujo. Ile maandamano yakifanywa kutoka point A mpaka point Z, kusiwe na fujo lolote, hawali wamepata hasara wao. Na wanaokula ni across the board, pande zote. I'm from inside pande zote. Mimi nimeorganize maandamano tukatoka kutoka Sakina mpaka kwa PC. Uwe ushakula from both sides. Hapo tutaipikia kwa sisi, hakuna chakula. Sikiza nikwambie, mimi kiongozi, lazima kama kiongozi tushamaliza na maandamano yetu yalikuwa ya kidini, tushajisha kidini. Sasa tukapata watu wa dini na wale ambao ni watoto wetu ambao ni wahuni, Mungu wastiri na wasamehe, kusikia dini na wao pia wakashajika, wakaingia kwenye ile maandamano kihakika. Lakini yashakwenda mpaka kule, yashakwisha Sakiamani, wakati wa kurudi sasa ndo vurumai. Sasa wale ambao ni wahuni wetu ambao wamekuja kiimani, lakini wao mambo malezi mazuri, wakimwona Meru sasa kofi wananyang'anya marungi wanakwenda. Hasa hiyo ni self, wao wenyewe wamejamulia. Kuna wale sasa ambao wametumwa na wale ambao hawataki yale maandamano ya faulu, wanatuma watu wanavaa kwa nguo zile zile ambazo tumevaa sisi ndani ya maandamano pale, wanafanya fujo. Kisha polisi nao wanakuja, badala ya kufanya amani, kumshika mwenye fujo, wao wanazidisha ile fujo kwa kupiga watu bila mlekeo, kushika ambao hawahusiki, wanazidisha. Kwa hivyo ni huku na huku. Alright. Sasa kwa hivyo ni lazima serikali ichukue jukumu lake. Ni lazima mashehe wachukue jukumu lao. Ni lazima wazazi wachukue jukumu lao. Na ni lazima wanasiasa ambao wanaojulikana kwamba wao wanaita hili fujo na wanaonekana pa kwa kamera, wachukulia hatua. Au si kuchukua jukumu lao. Na kabla sijamaliza, yataka watu na nyinyi ma reporters muambie hili jopo la kusimamia kura, Independent Commission of Election, kwamba wachukue jukumu lao. Mimi naamini wakaamua leo, wewe mwanasiasa umefanya fujo, husimami. Kutoka sasa hivi kama 10 kama wao wanakuwa bad from contesting, ili fujo litapungua. Okay, sawa. Bado sekunde za kuhesabu iweze kufika saa 5. Tuende huko kwanza tukapate top of the hour, alafu tukirudi sasa tuje tuzibe mashimo. Yes. Tumeshajua tatizo hapa, malezi, mtaala wa elimu, wakatajwa wa pande zote mbili. Wanasiasa hawa wachukuliwe hatua, lakini wakatajwa na wale ambao pia nao wa amani. Yes, so tukirudi sasa tunakuja hapo, lakini na wewe pia una fursa ya kuweza kuchangia. Usije ukasema Barisa na Shamsa wameleta wageni wao wanazungumza vizuri, isije ikawa hayo. Tukirudi kama kuna maswali tunaanza na nyie, alafu turudi sisi hapa studio, waliobobea wako hapa kutujibu. Twende upande huu. Vibe leo ni la kishua. Si la Teens Connect, lakini ni la inaitwa Peace Building. Peace Building. Yes. Inaitwa
The Breakfast Club extended. Yeah. Very special edition. Yes. Rarely happens. Yeah, hii mara moja tu lakini ni tamu. Asante sana. Anaitwa nani? Fatma anasema hi The Breakfast Club, just tuned in and I like the conversation. Ameandika namna hiyo. Wewe una fursa pia kwenye 0700917917 kwa njia ya WhatsApp, tutumie ujumbe wako hapo, lakini pia kama ni fursa kupiga simu kwenye 0732917917 kwenye mitandao ya kijamii, nazungumzia Facebook, Insta, TikTok na X @SwahiliPotFM. Kama kuna swali la kwako pale pia bila shaka tutakwenda kwenda kuzama huko, tuangalie ni kipi ambacho kwamba kimeweza kuulizwa huko, lakini kwa sasa tunarudi tena hapa nao. Sasa hivi tumesema tunakuja kuziba Nyufa. hizo nyufa. Yes. Ili tusijenge ukuta. Kabisa. Haya, tuanza huko. Tuanzie hapo kwa kuziba hizi nyufa. We know that whenever there's usually conflict, back then we used to look at the religious centers. How walikuwa wanaweza they provide like a safe haven. Whenever there is an issue, you feel like you're safe to go to a mosque, you're safe to go to a church, you're safe to go to a temple. But nowadays we see that has been taken over by our politicians. Huko ndo wanaenda kueneza their political interest and whatnot, to a point that sisi hatuna imani tena na hizi religious institutions. How can we bring back the aspect of safeness when it comes to religious institutions and remove the aspect that they're completely controlled by politicians? Asante Shamsa. No. Swali lako lina majibu mengi. Lakini katika majibu mengi jawabu itafanya nini? Moja tu. Itapatikana. No. Who is a religious leader? How do you define a religious Sheikh leader? Abubakar. Someone who heads. Hapa tumetoka kuongea. Kwa ulimwengu wa sasa Ndio. kuna tunaita ma TikTok pastors. Kuna ma TikTok sheikhs. Yeah. We've seen what is happening with Mackenzie. He's a religious leader. Who appointed him? Tunasikia religious institutions pia watoto wanajisiwa wa kiume wa kike. Na ambapo ni safe space. Yes. Ni kuonesha religious institutions zimekuwa penetrated na uchafu. Yote inakuja kwa kuweka freedom of worship. Mtu anaweza amua kujenga kanisa, humjui watokapi, hujui background yake ni gani. Uhuru wa kuabudu pia ni. Kosa hili. Uhuru wa kuabudu should be individual. Not Sio institutional. wewe kuharibu masses in the name of uhuru wa kuabudu. Okay. Wewe kama individual una uhuru wa kuabudu. Nikiamua nataka kuswali hapa, I should be given that privilege ya mimi nataka kuswali. Mwingine akitaka kuomba Mungu wake Kikristo kibaniani, apatiwe that nini. Huo sasa ndo freedom of worship. Usinikwaze mimi kama mimi kuabudu dini yangu ninayoitaka. Uhuru wa kuabudu haimaanishi kwamba wewe unaweza ukawapoteza watu kwa sababu kuna uhuru wa kuabudu. Okay. And people wamechukua hiyo jina out of context. Tumeona, hujaona wewe waumini waogeshwa Coca-Cola in the name ya kutakaswa. Maziwa. Kuna machozi pia ya mtume yanauzwa 3,300. Wametoa wapi? Shaona wale wa kubebana. Are you getting me? Yes. Religion now it's imekuwa ni a financial gain. Ni enterprise. Ni enterprise. Kama political parties. Exactly. And religion should remain religion with no strings attached. Wewe ukionekana unasway kidini, political party atakuja kwa sababu yule politician hatio koi wa kutaka wewe, ataka wale waumini wako. Ameona wanakusikiza wewe. Ataka ukiambia kondoo. twende left wanaenda, ukiambia twende right wanaenda. Mtu yoyote religiously kweli ambaye ana dini ndani ya moyo wake, wacha pastor, wacha mashehe, utakuta hana wafuasi. Kwa sababu hana mambo ya kuentice, hatumii urongo kuvuta. Wewe ushaona kansa zatibiwa. Kansa tibiwa mitandaoni? Kansa haitibiwi mitandaoni. Religious wanafanya miracles. Alafu baadaye siri inakuja Inavuja. Mimi nalipwa, nakafanya hivi na hivi.
a religious institution should be a place of heaven, a safe space, mahali wewe unapata yani unajengeka kiimani. Hata ukiwa na maudhiko, ukifika pale mahali unasikia umepata amani. Sasa kwa swali la Shamsa, kama kumevurugika hivyo, mashehe wa TikTok, mapasta wa TikTok, hao wa Insta, sijui nini, kama kumevurugika hivyo, na wakati huko ndo tunakojua kwamba amani inapatikana na inajengeka, lakini huko pia ndio kunakoleta utulivu, na utulivu ukiwa ndio amani inapatikana huko nje. Kule unajengeka kiimani, ukitoka nje na kuwa amani. Shamsa ameuliza hapo kama jibu ni hilo, kwamba huko kwenyewe pia kumevurugika. Sasa hii imani ya kutupa amani tunaipata wapi? Kumbuka hapa tukianza nimesema ina maswali, ina majibu. Pengine nimsaidie kidogo. Okay. Sijamaliza kidogo tu. Kidogo. Imani ya kutupa amani imefanya nini? Imeshavurugika. Haipo. Yaani hakuna huo msingi wa kwenda kuipata wewe. Msingi wa kwenda kuipata amani pale. Yote inaletwa, lazima tuwe na religious leaders ambao wako na akida, wanaijua dini, wako na takwa, wanamuogopa Mwenyezi Mungu, hawana scandal. Nafikiri kuna wakati kulikuja hii regulation. Lakini si ilipotea hiyo. I was coming to that. Uchaelewa? Niliona booklets nyingi tu nyingi sana, kulichaguliwa mpaka jopo. Wakaja na report. Wakaja na report on what is supposed to. So where is that report? Because nyinyi you are part and parcel in the... Kwa sababu hapa nikwambia mvundati, mwanati wenye kufaidika na maovu ambayo yanafanyika ndani ya kanisa, na wao ndio wako kwa positions nyingi na kubwa kubwa. But as we sit here, Mama Shamsa na Sheikh Abubakar, right? Nyinyi ni representative wa Interreligious Council. Yes. Yeah. Where is that report? That report is shelved. Let me come in. Okay. Please. Mwanzo wajua pengine Mama Shamsa amezungumza ukweli kwa ukali. Hapo si upingi. Lakini sasa kama nilivyowaambia, sababu ya hii jopo la Waislamu na Wakristo na Wahindu IRCK kutaka kuunda jopo la kuleta amani, ni kwamba walikuwa washaona kwamba hawawezi kutumaini kutumia makanisa yote, misikiti yote. Lazima wapate viongozi katika zile dini ambao kwamba bado they are not tainted, viongozi ambao bado hawajachafuka, ili waweke pamoja, wapange mikakati ya kuweza kuleta ile amani. Ikiwa ni misikitini tutakwenda kivipi, ikiwa ni makanisani tutakwenda kivipi. Nafikiri tumefahamiana. Haina maana kwamba tukose tamaa. Kuna Waislamu wazuri, kuna mashehe wazuri, lakini je, watambulikana? Je, wao ndio wanaoongoza misikiti? Je, wao ndio wanaongoza madrasa? Swali liko hapo. Na upande huu kwenye makanisa hivyo utakwenda kanisani wewe, utaona siasa tupu. Hata ile dini huioni tena. Lakini kuna makanisa ambayo haitaki upuzi. Haki ni hii, waizungumza haki. Hata kama yule mwanasiasa yuko pale. Sasa kabla sijamaliza, lile jopo lilozunguka kutafuta hiyo mambo ya mikakati ya ili manake religious organization ziwe govern namna gani, ilianza Kilifi mwanzo. The first sitting ilianza hapa Pwani Kilifi. Ilichaguliwa na president, ilianza Kilifi. Na alhamdulillah tulikuwa tuna mashehe wawili katika ile jopo wa Kiislamu, kafanya kazi nzuri sana. Mmoja akiwa ndugu yangu Sheikh Muhammad Dor, na mmoja akiwa ndugu yangu mwingine Sheikh Abdul Salam kutoka alafu na mwingine pia Sheikh wa kutoka jamii ya Kishia akiitwa Dr. Abdullah. Dr. Abdullah. Yes. Kwa hivyo Waislamu kwa well represented katika ile jopo. Jambo ambalo lilifurahisha, chairman wao alikuwa ni Reverend Mutava Musimi. Ndio. A well known. Mtu ambaye nimefanya kazi naye kutoka wakati wa IPK, namjua vizuri sana. Na alikuwa mheshimiwa yule. Kabla hajakuwa mheshimiwa. Nasema alikuwa mheshimiwa. Kabla hajaona yule utamu wa siasa.
hapo bado alikuwa ni mtu wa dini kweli kweli. Yes, yeah. Yeye hapo alikuwa ni alikuwa ni in charge wa kanisa yake. Yeye alikuwa ndiye akiitwa nani, secretary general wa NCCK. Very powerful Christian Individual, organization. yes. Professor Mutava Msime. Yes. Tukikaa naye sisi Ufungamano House kule, na akawa ni mkali, very critical to the government, akizungumza kweli kisasawa. Kisha tamu ikaingia siasa, lakini sasa yeye ndo alikuwa chama hilo jopo. Na mimi nakumbuka wazi, nilikuwa mtu wa kwanza kuzungumza siku ile Kilifi. Nilikuwa sina haja kuzungumza, mimi nilimpeleka Sheikh Dori kama escort tu, rafiki yangu. Sheikh Doru mmoja wa CPK aliyekuwa mbunge, akawa balozi wa Oman. Balozi na hasa nikifika pale nikasema mimi ninafika paka hapa. Hivi hapa nisipozungumza itakuwa mimi am I doing justice to myself and to the community? Jambo la kwanza nilipoinuka nikamchallenge ya Sheikh nani chairman. Nikamwambia hivi bana, nakujua wewe, tumefanya kazi pamoja, tutazunguka hapa tuandike report, yatakuwa haya ama tutakuwa kama hayo kina Ndungu report na TGRC. Liangaliwa tu kama nilooza. Hakuweza kulijibu swali hilo. Sasa lakini walifanya ripoti nzuri. They went the whole country, watu walizungumza, wakasema namna gani tujigovern. Lakini baada ile pressure shakwisha sasa, Mackenzie kwa kotini nini ya kazi mazima iko kwenye ripoti iko kwa rais, iko kwenye jokovu sasa. Yes. Aya, turudi upande huu kabla tuje tena na maswali mengine, manake hiyo ripoti sasa hivi iko kwenye yaitwaje ile kitu ile Shamsa kiyoyozi kile chaitwaje iko pale ndani sasa hii atu habari mimi mambo ya Kenya. Asema this is Delphine listening to your conversation. Yes, it is true that religion today is a business investment. For us the young people to be convinced again that there is faith in religion will take more than just a radio conversation. Because most of us, we have decided that we are spiritual and not religious. I wake up in the morning and pray. I get back to the house and pray, but I avoid going to church because it doesn't align with what I was taught as a kid. Those are business centers. Squeeze. Kweli kabisa. Kwa kifupi unamwambiaje? Amesema yeye anaamka anaomba anarudi nyumbani. Anaomba ni kweli kwa sababu unajua that is her way of worship and I should be able to respect it. Whether I agree with it or not. Tuelewane hapo kwanza. Lakini sababu yake ameitoa kwamba haendi. Sababu ameitoa na sababu aliyoitoa ni ya haki na ni ya kweli na ni mambo yanatendeka kiuhalisia. Ni kijana mdogo huyu. Na ni kijana mdogo. Tatizo lilioko ni kuwa dini imetoka ndani ya nyumba. She's a good girl. She still has faith. Although anaona faith aliyoipata ndani ya nyumba. Huyu this one is a his. Oh, is a he. He is a good son. Yes. Kwa sababu kuna ka faith amefundishwa na wazazi wake na bado kako ndani ya moyo wake. Akienda kule anakuta mambo tofauti, ameamua kutoka. Ingekuwa ni mtoto ambaye hana akili na dini haijamuingia sawa sawa, vyovyote alivyofundishwa na mama, umepitwa na wakati. Tuambiwa wewe ushapitwa na wakati ama hamsemi nyinyi? Msituletee mambo yenu ya kizamani. Siku hizi mimi nikitaka kitu chochote na Google. Shamsa, lakini hiyo lugha umeshaniambia wewe ya kugoogle. Uitaki. Ashaanza kunilenga huyu. Ashasema hayo mambo ya kizamani, mambo ya kizamani lakini mambo ya kizamani ndio yalikulea wewe mpaka ikakufanya wewe ukawa na akili ya kuweza kutofautisha hili na hili. Ni ukweli huyu mtoto anavyosema, turegeshe dini ndani ya nyumba. Tunairudishaje? Asubuhi have time to pray with your kids. Wow. Mama kazini, baba kazini, watu wakimbia. Maid ameachwa na watoto. Maid ameachwa na watoto. Humjui maid background yake, alileleka kivipi. Mtoto ametoka shule, hana hata time. Mtoto akija nyumbani, homework. Hakuna time hata ya kuzungumza dini. Anakula, akimaliza homework, alala mtoto, anchoka. 11 asubuhi mtoto mdogo amshwa. Yuko barabarani. Sisi saa 2 asubuhi shule. Nilisema hivyo mimi, watu wakashtuka hapa. Na saa 10 tushatoka. Zamani. But I'm here where I am. Nyinyi ambao mna PhD na nani mko wapi? I talk to global conferences. Wako rotted in the head. Na nilisoma tu saa 2 mpaka saa 10.
hata kwa saa 9:30. Unajua wazazi wameng'ang'ana na academic, wamesahau they cannot harvest academically. Siku hizi ni nani na harvest academically? Mzazi wa sasa. Mzazi by harvest, what do you mean? Okay. Ni how many people? I just talk of a small nini ya Mombasa County. Yes. Wale waliona kazi vijana ndani ya Mombasa County na wale wasiona kazi wapi ni wengi? Wasiona kazi. So wana kazi Are the parents investing in the children? Mimi kama mama nikisomesha mtoto wangu, nimkuze, nimlee, natarajia nini? Baada Yule mtoto kuangalia. Wacha hata kuniangalia mimi, ajiangalie mwenyewe. Yes. Tosha. Aweze kuwa na familia yake na yeye aweze kulea watoto wake. Is that happening now? No. I don't think. Percentage ni ndogo sana, na mtoto anayekuwa katika hali ya uchochole ambayo mzazi anaishi leo mpaka atoke ende akatafute, unafikiri yule mtoto akilini mwake anafikiria nini? Atakuwa ana imani, mimi nataka kutoa mzazi wangu katika hii njia. Akienda nje anapata mzazi anamgoja huko, mzazi rafiki. Wewe wajua hii hali uliowezi toboa wewe. Twende, kuna njia hii na hii, ukifanya utapata pesa. Kuna kete hapa. Exactly. Mbele ya Sheikh Abubakar kuna kete. Mzazi harvest, wazazi wanalia, watoto wanapotea. Single parents ni wengi, watoto wanaoa, wanaacha. Msichana anaolewa na huyu, mwisho anakuwa Arabuni, watoto wanameachwa na manyanya. Mimi mwenyewe kutembea siwezi, nitamfuatilia mjukuu wangu. Haya, sawa. Nitajua nje yuko na nani. Tusikie simu kwanza. Hello. Hello, Swahili Pot. Hello. Nakusikia, tunazungumza na nani? Jamani, haya punguza halo. Karibu sana. Habari zenu? Hatuna neno, hatujui na wewe. Haya, swali la kwako. Swali langu ni, how do we get a generation of young people who lack faith in the government and its structure to engage a peaceful dialogue? Kwa sababu tumeona maandamano ya juzi ilikuwa disrupted. Sasa tunataka kujua sisi kama majenzi tutaamini vipi tena hii gava. Re-ask your question. Yeah. Re-ask again your question. How do we get a generation of young people who lack faith in the government and its structure to engage in a peaceful dialogue? Kwa sababu tumekuwa tukiona government yetu anytime tukijaribu kuwa na a peaceful dialogue with them, wana create goals, wana create a bridge hapo tuki on the same page. So hiyo ndio ilikuwa swali yangu. Okay, asante sana Hadija. Haya, unaanza Sheikh ama yeah, sawa. Swali zuri. Kama nilivyoeleza kwamba demonstration ni haki ya mwananchi kufanya, lakini kwa sasa demonstrations zimeingiliwa na uhuni, na uhuni huu watoka kwa both ends. Hata serikali huwa haitaki ile demonstration ifaulu, pia wao hutuma watu kuharibu. Ndio. Wanasiasa pia hutuma watu kuharibu. Ndio. Na vijana ambao hawana kazi hutumiwa kwa njia nyingi kuharibu ile demonstration. Yes. Sasa swali zake kijana anauliza tufanye nini tupate dialogue baina vijana na serikali na wapate imani ya kuamini walioko uongozini. Okay. Na swali zuri sana. Yes. Jambo ambalo nitakalo kuambia, hii safari si safari ndogo wala safari rahisi. Ndio. Lazima nyinyi vijana mjitambue nyinyi ni nani. Mutambue majukumu yenu kama vijana. Mujipange kutegua viongozi katika nyinyi wawe wawakilishi wenu kwenye governorship, ma MPs, MCAs, hata president mkiweza mweke wenu. Hiyo itakuwa solution. Lakini ikiwa mtaandama wanasiasa vile walivyo sasa, mutakaa maisha yenu vijana na mutakufa nyinyi ni vijana na mutauliwa mkiwa vijana. Jipangeni constructively. Muangalie katika nyinyi nani aweza kuwa kiongozi, mumtafute ndia nyinyi wenyewe mumuweke, ikiwa MCA, awe ni MP, awe ni governor, awe women rep,
hapo mtatoboa. Lakini hapo Sheikh Naam. Abubakar, swali linakuja tena kwamba hawa kwa kauli za Mama Shamsa na hata wewe pia, Naam. kwamba hawa vijana ambazo kwamba tuko nao hawa sasa wacha tuzungumzie Kikwetu sawa, hawa, kwamba tayari kuna mapungufu ambao wako nao ya ulezi. Yes. sawa. Sasa, Sikatai, ushakufahamu. Sasa Si wote walioharibika, si wote vijana ambao wameharibika. Na wale ambao ni walevi si kwamba hawakusoma, wengine wamesoma, ni wamekosa tamato wa maisha. Lao watapata mlekeo. Kuna watu wavuta bangi na ni wana elimu ya kutosha, mimi nawajua. Kuna vijana ambao lao watachukuliwa waweke mahali kwenye biashara, they can do well, lakini wamekosa nafasi. Haina maana kwamba wale ndo wankwisha, la, wale watakawatolewe, na wale wametiwa kwenye zile mambo. Kuna wanasiasa, kuna wametoa biashara. Vijana wakijitambua kwamba hizi madawa si solution, basi wajitoe kwenye yale na watafute uongozi wa kisawasawa. Wanajitambuaje wajitoe kwenye haya? Ndivyo sisi tunazunguka kuwaambia sasa. Okay. Na tushawaambia na tutaendelea kuwaambia kupitia misikiti, kupitia kanisa, kupitia mitandao, kwamba nyinyi vijana muna jambo la kufanya kurekebisha nchi. Ikiwa demonstration hazitoboi, basi jipangeni mchukue leadership kwa njia za kufaa. Okay. Aya, ukija unajua utachombeza Mama Shamsa. Hata sichombeze, amenifurahisha huyu mtoto wa kike. Nimefurahi kwanza, especially as a young girl. Yes. Anajielewa. Njia ya kupata kile wanachokitaka ndio wamekwama. Wanajielewa wanataka nini. Kwa sababu wale walioko uongozini hawawafikii. Na wakijaribu kufanya dialogue wanakataa. Wakijaribu kufanya demonstrations kuna tafutwa njia ya kuharibu. My daughter Hadija, this is this is for you. Yes. Your vote, your choice. Okay. Nilijua itaishia hapo. Your choice. Unaweka kiongozi wa aina gani? Utakubali kupewa 500 ndio upigie mtu kura? Nakwambia, na nawaambia vijana wanaosikiza Swahili, Pot FM. Yes. Ukipewa 500 kula, usikatae. Ukiitwa kujaza mkutano, jaza, usikatae. Ukipewa t-shirt, vaa, usikatae. Lakini wakati wa kupiga kura, amua kwa akili yako, si kwa akili ya mtu aliyekuja akakuomba kura. Watu wanatuma jumbe sasa hapa, na nafikiri kambe kumechangamka. Anasema I think his point was worshiping places have been turned into places of transaction and and not of worship. That's why he chose to pray at home. Fatma, I think anafafanua ujumbe wa Delphine. Anasema my vote, my choice, but then in a blink of an eye wanaweka wanaowataka kabla hata kura kuanza. Do we believe in this? Because maybe I don't believe in this. I feel what they're trying to say is, especially for the young people, when you're trying to access these positions of vying, kuna mambo mengi ambayo vigezo vinawekwa vingi ambapo vinazuia vijana wengi kuweza be in these positions. For example, kama you want to join a party, huwa kuna kiwango fulani cha pesa kimewekezwa, lazima mtu labda you pay, and then kuna labda mikakati mingi anaweka kuzuia, kwa sababu wanajua wao tayari wana watu wao. Sasa you find that sisi vijana tunataka kuingia katika uwanja wa politics, but hivi vigezo vinatuzuia mpaka unasema hata nikijaribu usipati. So how can we encourage them to take up these positions so that we ensure that our voice is being heard in these places? The Office of the Registrar of Political Parties iliweka independent candidate. Okay. Unaweza kusimama wewe bila party. Vyama vina mambo mengi, kila chama kina mambo yake, kila chama kina mtu wake. Urongo, mimi kama nina chama changu chaitwa Shamsa na ni chama changu, si nitamweka Shamsa mwenzangu hapa, nitamwambia Shamsa wewe simamia hii MCA. Shamsa mkubwa wewe, Shamsa mdogo. Barisa wewe uniletea 2,000,000, Barisa ingia. Certificate utanipa mimi. Nitakupa. Lakini kwa nini tumeweka independent? You don't have to pay anybody. You don't have to answer to anyone. Nitawapa mfano wa mbunge ambaye ni Wanyali, Jichopevu. Jichopevu alikuwa ODM. Alifanywa nini? Akachoropoka. Alipokonywa ticket, akapewa mtu mwingine. What did he do? He went independent. He went independent. Then when he come back with the party.
He's running away from that party. Joining another band. Unajua mtu unaenda pale ambapo kuna maslahi yako na pale mahali wewe utapata. Yes. But he won. That's Magendo the point. yalikuwako, kuiba kura kulikuwako, but he stood firm. He had his people ambao walikuwa wanamwamini. Tatizo la mayuthu wetu wanaangushana wenyewe Kwa wenyewe. Hilo pia ni tatizo. Haya, kuna simu nyingine hapa. Kuna mmoja hapa ameandika ujumbe akaufute, lakini nitausoma. Anasema wazazi wanatufeli. Nimeusoma hivyo hivyo, umeufuta lakini kwa nishauona. Tupokee simu. Na watajibu hapa. Hello. 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 Yes. Yes, hello. Hello, tunakupata. Tunazungumza na nani? Naongea na Kevin Wafula kutoka Shauri Yako. Karibu sana KV. Jua. Yeah, msalimie Mama Shamsa. Yeah, Alikuwa mkomani PC. Yeah, na so mimi swali langu ni so sika vijana mara nyingi ama wanasiasa na jamii tunatumia mtandao mara nyingi. But mara nyingi tunaona inatumika kwa njia ambazo nitasemaje, insight ama kupotosha watu, especially wanasiasa ama watu wa jamii wanajua ambao ina information. So maybe kwa maoni ya Mama Shamsa na Sel, labda ni njia gani ambazo wanaweza advise kama jamii ama kama vijana kutumia mitandao ya kijamii in the best way possible, of course, kuleta amani na ushirikiano katika jamii. All right. Asante sana Kevin. Hujambo mwanangu? Tumetoka na Kevin mbali sana. Yeah, tumefanya kazi na yeye. Marahaba mwanangu. Ni kijana mmoja amenisaidia sana kuokoa vijana wengine ambao wamepotea hata waliunda kikundi chao. Ni kijana mkakamavu, ni mzuri sana Kevin. Kevo, pongezi kwako. Kevin. Shukran. Naam. Mtandao, tukizungumzia mambo ya mtandao, kuna mambo mawili. Communications Authority of Kenya imefail. Kwa sababu imeshindwa kusensa negative vitu negative ambao vinaumiza jamii. Sijui ni mikakati gani itawekwa. Mimi nilienda Abu Dhabi. Unajua Abu Dhabi you cannot uweze kuingia video call. You cannot. Imefungwa. Oh, Abu Dhabi. In social media platforms. Yes. Okay. You cannot. You can only use VPN. Na ukishikwa ole wako. Kevo, unanisikia? Sasa wewe kama kijana ni lazima ujue kuchuja, kwa sababu mtandao huo una faida nyingi sana. In fact, katika peace building architecture iko mambo ya technology. Yes. Kwa sababu unakuta mambo ya AI. Watu unaweza kuchukua sura yangu maskini ikaiko matiti ya mtoto mdogo na nitaibika mimi. Kama nilivyotangulia kusema, penye heri kuna mtu huwa hataki heri. Kuna mtu huwa hataki heri. Sasa wale ambao hawataki heri wamevamia hii mitandao ya kijamii. Wewe kama kijana ambaye unajua, ambaye ulikuwa kwenye ubaya, unajua ubaya uko vipi, na umeingia kwenye uzuri, unajua unanasua vijana wenzako, wafundishe vijana kutumia mitandao ya kijamii kisawasawa. Kuna a lot of online courses, vijana hawaingii huko. Unaweza kusoma. Watu wanachukua degree online. Watu wanafanya masters online, anaapia tu kwenda kufanya mtihani. Kuna hizi certificate courses ndogo ndogo ambapo mnasoma. Kama saa hizi kusoma AI is free of charge. Unaingia online, unafundishwa AI, na wewe mwenyewe unaweza kuwa content creator mzuri na ukapata pesa online. Ni vijana wenyewe kwa wenyewe. Manake mama umri wangu, mimi am 57 years. 57 years. Kina mama kama mimi hatu wengi, 3/4 of us are not on social media. Hawajui namna ya kutumia mitandao. Hata kitaka kupiga simu, atamwambia mwanawe, angalia jina fulani nipigie. Na anatouch. Ushaelewa? Lakini hizi Snapchats nini ambapo mambo mengi maovu yanatendeka kama Telegram, utakuta mzazi hajui yuko ndani ya nyumba. Lakini huwezi kukuta kijana, I'm insisting, hata kama hakwenda shule, anajua kutumia simu. Okay. Lakini mimi nina swali.
Sheikh Abubakar jiandae. Swali uliza. Kwa sababu naam, tunatumia mitandao, maybe unaweza pata maybe ni mtu tuseme in quote ni mtu mkubwa na ametumia mtandao in a very wrong way, na mimi kama kijana it's very hard maybe hata comment hapo like kumshtumu, because you never know, because unajua not in a bad way, lakini unajua hii shit wengine there is freedom of speech but there is no guaranteed freedom of speech. You understand me? So how do we stop such things from happening in the right manner? Nimekuelewa swali hili lako la pili. Ni kuwa kuna mkubwa ameweka maneno machafu kwenye mtandao. Wewe kama kijana unashindwa kumkosoa kwenye mtandao, sivyo? Na unaogopa pengine utakapomkosoa anaweza kukufuata ama wewe ukafanya nini, ukashtakiwa, si ndivyo? Naam. Ndio. Wajua mtu anapoeka a negative content huwa anataka followers. Ni clicks hizo sasa ndo tunazidi. Umenielewa? Huwa anataka followers apate reactions. Ni hata wacha mtandao, hata hivi mtu anapokuchokoza huwa anataka wewe ureact. Ili mwacha kupigana mpate kutukanana. Shamsa aliniambia mimi na thrive na negativity. Exactly. Mtu kama huyo hata usimpe attention. Don't post, don't like. Ukiona hiyo don't view. Ikizidi siku hizi mtandao una mahali ya kukueleza umependa hii ama hukupenda, ili iwe shut down utatuma. Lakini pia serikali yetu ndio tuna taasisi kama National Cohesion Integration Commission imeumbwa lakini haina meno ya kung'ata kisawa sawa. Okay. Hai. Kevo, tunataka wawezeshwe wang'ate wenye kutoa hate speech. Haya, nafikiri leo umesomewa vizuri na amekuingia. Leo imekuingia. Haya, karibu. Sheikh Abubakar, mama ametaja hapa, umesema ni nini hiyo tume gani hiyo ambayo umetaja? Ukasema NCIC. Yajua vizuri. Hizi tume si moja, si mbili, si tatu. Mimi kuna wakati nilikuwa sehemu nyingine nikaja nikasema kwa nini ziwepo? Mbona ziwe? Wanachukua senti zetu na kazi wanayoifanya hatuioni. Sasa yes, ukija tuelezee, lakini tusikie tena sehemu nyingine hapa. Hello breakfast. Good morning. Morning. Tunazungumza nani kwa bahati nzuri? Zungumza Brana tu Kibanda Sara. Sawa jamaa wa Kibanda Faida. Kwa Shamsa. Shamsa yupi sasa? Tuko wawili. Wote. Mimi hawezi kuniita Shamsa. Lazima ite mama kwanza. Sema mama Shamsa, alafu na Shamsa. Haya. Shamsa na Shamsa. Yani wanaume wanabaguliwa live. Kuna Sheikh Abubakar na Barisa hapa. Yote salamu ziwafikie. Haya, swali lako. Shukrani. Sasa katika hao wazazi wenye wanasoma kwa nani wao, watoto wao, unakuta mzazi ako sawa, sio kwa vibaya. Lakini yeye wakati anakulia aliteseka. Sasa uko na shida ukimpata sina. Lakini anabakitia pombe kila siku. Mzazi afanyaje at the end of the day mtoto anakuwa depressed. Hapo ndo nakuta mtoto anaingia masuala ya pombe. Anaona mzazi namuomba pesa ya uniform, mtoto wangu imepasuka, lakini anaambia hana pesa. Lakini baadaye wenda Mangwe pombe yeye anayo, yenda Mangwe na anunulia na marafiki. Okay, asa bwana Brana umeipata. Haya, tupatie hilo. Kwa ufupi asema kwamba akitaka pesa za shule hapati, lakini mzee Mangweni mirayo wala kwenye dansi huenda na mtindi apiga. Hii disaster hii.
na ambapo ipo sasa. Naam. Hii ni disaster. Na si kwamba ni urongo. Ni kweli. Yes. Wako wazazi ambao hawathamini majukumu yao waliojipewa wenyewe. Manake hakuna alimzamisha kwamba nataka tafute mke uowe, ukijua kwamba yule mke sasa ni jukumu lako kumlisha na kumwangalia, na utakachokukipata katika ndoa ile ni jukumu lako, na uache majukumu yako sasa uangalie starehe zako. Hii ni disaster kubwa sana. Hii ni laana, na hata sijui nieleze namna gani. Ni laana kwa Mungu, ni laana kwa serikali, ni laana kwa jamii. Na nawanasihi ndugu zangu, wazazi wenzangu, tuacheni upuzi. Tuacheni upuzi. Ile peni moja ambalo Mungu amekupa litumie kisawasawa na atalibariki. Lakini hata kama upata milioni, ikiwa njia zako ni hizo, hazitatosha. Na watoto watazidi kuharibika, na kina mama watazidi kutairika. Na si mambo ambayo nataka kuzungumza on air haya. Ni mambo mazito sana. Ni mambo mazito. Huyo ni unajua, huyo mtoto akiongea you could feel the pain. Mambo mazito sana. Unahisi ni jambo ambalo analo, hajui atalipeleka wapi. Kama si kwake, ni kwa mtu ambaye yuko karibu yake sana, na linamuaffect. Ukisikia generational trauma ndio hizi. Wewe una expect mtoto awe mzuri, na wewe kama mzazi huwajibiki. Mimi natangulia kuambia kina mama, manake sisi wanawake ndio huwa tunabeba mimba. Yes. Mwanamke yoyote anaweza kubeba mimba, lakini si wanawake wote wanaweza kulea watoto. Sasa wewe ukijijua huwezi kulea mtoto inavyostahiki kidini, kidunia, achana na usizae. Health system imetupa njia nyingi. Kautoe huo mfuko wa uzazi. Sio uzae mtoto umtupe, uzae mtoto umtese. Manake huyu hakuzungumzia baba wa kambo ama mama wa kambo, amezungumzia baba mzazi. Wewe baba ukijua huwezi lea mtoto, ya nini uzae? Nenda kakate mifereji yako. Usitumwagie tembo ambalo halina faida. Wewe na mtoto unamuona, unatarajia yule mtoto akuwe vipi? Kwa sababu manake yule mtoto ukisikiza statement yake, yeye baba asema aliteseka. Kwa hivyo analeta mtoto ateseke kama alivyoteseka yeye. Ni ngumu. So sad. Very very sad. Aya, maneno sasa amekuwa makali. Kule mitaani tunasema maneno gazakala maneno. Maneno ni mafu. Amesema hivi. Si jambo hata la kucheka. Yes. Kuna Adija huyu amerudi na upande huu, badala ya kupiga simu amekuja huko. Anasema mimi kuuliza tu, vipi kuhusu reaction ya rais juzi kwa mtandao? Gen Z will kill me. Yeye kama kiongozi wa taifa, was that right? Alisemaje? Anazungumzia reaction za rais kwenye Twitter, right? Yes. Yeah, anasemaje? Alikuwa anazungumzia The Standard. Yeah, yes, The Standard. I think ni hiyo. The Standard Media. Yes. Unajua mwanangu Hadija, kila mtu akona opinion yake. Yes. Rais pengine alizungumza vile kulingana na opinion yake. Na opinion ya rais si lazima iambatane na opinion yako. Na wewe umeona kulingana na opinion yako. Ni kama mimi na wewe Barisa, niandike namba 6 hapa. Wewe utasema ni 9. Ni 9. Na mimi huku nang'ang'ana ni 6. Kwa hivyo rais wetu tunamheshimu, tunampenda. Yeye alizungumza kulingana na yeye anavyoona. Na wewe kuna vile ambavyo na mimi kuna vile ninavyoona. Sasa wewe shikilia pale pale Hadija mwanangu, ulivyoona wewe. Kwa sababu that is your right ya kuona vile unavyoona. Na ile ilikuwa ni right ya rais. Ni vile maybe wajua tukifanya hivyo hakutakuwa na ugomvi. Lakini mimi nitaka kuleta utata kidogo. Haya. Wenye matata manake nakubali yes. Mpaka kusema kwamba kila mmoja ana uhuru wa kuona vile anavyotaka opinion yake. Lakini kama kiongozi wa nchi, yes. Unapokwenda kwenye air ama unapozungumza kwenye mabaraza ama kwenye Twitter, opinion yako lazima uipime kisawa sawa, kwa sababu wewe wazungumza kama kiongozi mwenye kuelekeza
watu wote wenye opinion tofauti kuwaleta pamoja. Haitakikani opinion ya rais iwe itakuwa utata. Mimi nakataa. Lazima rais ama kiongozi yote akizungumza awe na kwenye akili yake kwamba mimi sizungumzi kimimi peke yangu. Ndio. Nazungumza kama kiongozi kutoa mwongozo, na mwenye kutoa mwongozo hana haki ya kuleta uongozi wa utata. Okay. That's my opinion. Yes. Haya. Kila mtu hapa amesimamia kwenye mtazamo wake. Shamsa, tunakuja kwako. Muda unakwenda mbio. Yaani hapa ni kama producer, kuna wanawa nyingine. Wamuona hapa? Yule pale. Okay. Turudi hapa kwenye the peace building architecture. Yeah. Now we're headed towards the general election, Sure. and there's a lot of tension right now as it is. And the more we advance towards the 14 months towards election, we know that we need to be prepared for anything. Sure. Nyinyi kama mediators wetu when it comes to peace, what has been put in place to ensure that we do not have a repeat of what happened in 2007, because that was very tragic and we don't intend to see that again? Ni mambo gani ambapo hii report yenu imeweza kukava to ensure that we're going to have a peaceful general election? Asante sana. Kabla ujibu, a peaceful campaign towards the general election, and a peaceful country after the general election. Yeah. Whatever happened in 2007 was very, very unfortunate. Yes. Na ni kitu ambacho hakitakikani sisi kama Wakenya kutokea tena. Wacha elections zinazokuja hizi. Nitazungumzia the past elections after 2007. Mombasa ilikuwa imewekwa red. Yes. Wakisema 70% kutakuwa na fujo. Sisi kama washikadau wa amani tulisuggest kuwe na multisectorial jopo. Yes. Lianze regional, lije county, lishuke mpaka sub county. Humo ndani kuna vijana, humo ndani kuna wamama, stakeholders tofauti, opinion leaders, religious, everybody. Yes. Na hilo jopo lianze mikakati ya kuongeleshana. Vijana walitumika kwenda kwenye mikutano katika hilo jopo. Mkutano wote, maana sasa siko sub county level. Ikiwa iko ward hapa hata hana haja ya tikiti. Yuaenda, yuwasikiza yanayoongelewa. Kama kutakuwa na incitement yoyote, report ile inakuja mpaka county level. Sisi ndo tulikuwa tunakaa county level. Ikiwa ni mbunge amesema hivi na hivi, tunamuita akiwa mkubwa wa elections, tunamuita akiwa mkubwa wa registrar of parties. Tulikuwa tunawaita mpaka machairman wa parties. Mtu wenu asiendelee hivi. Akiendelea hivi tutamstrike off katika register. Nafikiri muliona kulikuwa na vita vikubwa sana kati ya mbunge Jichopevu na Saido mpaka kukatoka magana. Hili jopo hili ndo liliwaita pale kwa county commissioner. ORPP iko pale, mkubwa wa ABC iko pale. Mnatolewa leo if you don't show unity. NCAC maskini juu ya, nitasema maskini kwa sababu there was no funding. Walikuja na peace pledge. Kama mbunge, wewe mtarajiwa ambaye unasimama, ni lazima you commit yourself in writing. Kuwa kwa mikutano yangu, campaigns zangu, lazima nihubiri amani. Wanahubiri kweli hao? Ilifanyika. In fact, Mombasa tulipata kikombe. We turned the situation from 70% to 0.02. Kwa hivyo, it's possible. Now we had no money. Wanawake wote wenye kusimama, nafikiri ulikuwa unaona picha kibandiko, mwingine naye anakuja kubandika picha. Kuna a lot of intrigues Mwanamke anakuwa body shamed kwa sababu yeye ni mwanamke anasimama. Wanaume kwa sababu wewe huna pesa unagandamizwa, mkutano wako unaporwa mawe. Vitu kama hivyo havikosekani. Lakini mikakati mingi iliwekwa na washikadau walikuwa wengi. Unajua, peace is a collaborative thing. Yes. It's not about Mama Shamsa. It's not about Sheikh Abubakar. It's not about Shamsa here. It's not about you, Barisa. Yes. You play your part as Barisa to announce peace on this media. Yes. You don't need to be paid. Kwa sababu kukiwa na conflict, wewe hutakuja hapa. Hata kazini hutofika. Ngumu. Kwa hivyo chukua hilo jukumu. Wewe ukipata nafasi, jamani wa Kenya,
tulikuja na mpaka slogan, usipige mtu, piga kura. Naikumbuka. Unakumbuka? Tulikuja na hiyo slogan, na hiyo slogan ikavuma. Sasa mtu anajua mimi sitakani kupiga mtu, natakana kupiga kura. And that's why wanaitwaje hawa international observers hawa, unajua waliteremka wengi sana Mombasa, wakijua Mombasa kutakuwa na fujo. They were shocked, they went with no report, although zilikuwa zile ndogo ni kama hakuna soko ambalo la kosa mandazimu, lakini si za kushtua kuhakikisha ati kura haikuenda, ilienda vile inavyotakikana. Lakini nawasihi, the peace building architecture imechukua mfumo huo, multisectoral lazima irudi. Sisi tulitrain 200 local mediators hapa Mombasa. We trained them namna ya kujihusisha kuweka amani mashinani. Manake wengi wale ni mtu anapenda nchi yake lakini hakusoma. You don't need a certificate to mediate. Kama unavyo kama mama wanneed certificate to mediate katika watoto wako wawili wanaopigana. Sasa tumia instincts za umama wako, tumia instincts za ubaba, unavyogombana na mkeo tumia njia gani kupatana, ndio itumie pale nje. Okay. Ni tamu. Dakika nimesalia na 6. Mbona kunkwenda haraka leo? Conversation ni nzuri, muda unasonga. Ndio maana tumechukua 2 hours kweli Barisa. Hizi tayari zaisha. Tena ujue ni kuna mahali nilikuwa niende kwenye mziki kidogo tupumue. Lakini nikiangalia huko simu za waka, jumbe za ingia, nikasema huyu producer naye kidogo ansamee, nikafululiza. So tunakuja kwenye kufunga sasa. Tuje kwako, nikupe dakika moja kauli zako za kufunga kuhusiana na swala zima la amani, vijana hawa, manake tunazungumzia kizazi ambacho kwamba kinakuja. Lakini kabla ya hapo anasema wallahi I am loving this conversation, please waje tena studio. Fatma, haya kauli zako za kumalizia. Yes. Amani jukumu langu. Ndiyo. Amani jukumu lako. Amani jukumu letu. Wow. Lazima tukubali hivyo. Pia ningependa kushukuru sana United Nation kwa kutusaidia kwamba baadhi ya mambo kututrain, wametutrain na mambo mawili matatu hapa na pale. Tutoa shukrani. Okay. Pia tuwashukuru walioanzisha IRCK. Okay. Ni jambo zuri sana. Wajua watu wa kidini wakisawasawa wakikaa kwa jina la Mwenyezi Mungu, mambo hayatoharibika. Manaki kwa jina la Mwenyezi Mungu hakuna maslaha. Maslaha ni kwamba kupatikane amani kweli. Lakini ikiwa hakuna Mungu, basi mashetani wote wawafanya kazi. Kwa hivyo tuwashukuru hao. Na pia tuishukuru jopo la National Peace and Mediation Team kwamba limekubali tena kufanya kazi walioifanya mwaka jana. Okay. Jambo la mwisho ambalo nataka kusema kwamba pengine wengi wetu hawakuliona hili, lakini National Peace and Mediation Team ilifanya kazi kubwa sana, hasa siku ile ya kura kutangazwa 2022. Yeah, 20 kura kutangazwa pale, kama mliona kulizuka vita ndani ya Bomas of Kenya pale. Leo watu wakipigana viti na bakora. Waliosavazisha mambo yale kwenda sawa ndo nyinyi. Ni sisi. Nilimwona nimtaje yule ambaye alipigwa kiti. Olelonko alikuwa si ati Olelonko, anatoaje yule wa Narok senator. Bila kuvaa ile shuka yake. Ole nini? Jamani jina tumwache huyo. Lakini chairman wa jopo hili Reverend Archbishop ninio majina yashaanza kupotea. Ambaye amekubali pia kuendelea na kazi hii. Okay. Inshallah jina nikilikumbuka nitawaambia. Okay. Na baada ya election kama mkumbuka, pia kulikuwa kuna utata mkubwa sana. Watu wakaingia barabarani, tukavaa masufuria, si ile nakwambia ikawa sasa nchi karibu isambaratike. Lakini pia tuliweza kutumia shuttle diplomacy, sisi na wasaidizi wetu kutoka nje, tukaweza kumwambia Honorable Raila hayati atulie na apeleke kesi yake kotini. Pia hilo likawa ndio ile amani ikaweza kupatikana. Kumbe kwa sababu hiyo nasisitiza sana tena, ndio
kila mtu achukue jukumu lake, na jukumu kubwa sana katika mambo haya ni wale ambao wamekubali kuchukua kazi za kuifanya hii kazi, haswa jopo la kusimamia kura. Okay. Kama alivyosema Shamsa hapa, ukiamua kwamba wewe waleta fujo tutakustopisha na umstopishe mtu, shekhe, ili fujo litapungua sana. Okay. Kwa kiasi kikubwa. Shukran. Mama Shamsa, sasa na wewe tufunge. Mimi kwanza ningependa kushukuru Interreligious Council of Kenya. Okay. Kwa sababu haya yote tunayozungumza mwaka jana mpaka amani nyingi kupatikana ndani ya counties wanazosimamia, ilikuwa ni msisitizo wao na msaada wao. Waliweza kuweka mpaka women situation room, tukawa trained on how to report cases. Wapi utareport, nani anafaa kuchukua action, na kama action haichukuliwi tutafanya nini. Kongole sana kwa hilo. Alafu pili, kwa wananchi wote, kuanzia watoto, kina mama, kina baba, amani hujengwa, amani hulindwa. Amani hujengwa na amani hulindwa. Fanya jukumu lako kuhakikisha unajenga amani na unailinda. Tutakuwa na amani Kenya, na tutakuwa na uhuru wa kuchagua viongozi tunaowataka. Chagueni viongozi waadilifu. Usichague mtu kwa sababu amekuja na pesa, usichague mtu kwa sababu yuko popular. Je, anazo sera za kuweza kubadilisha mfumo wa maisha? Anazo sera za kuhakikisha wewe unapata haki yako? Yote haya yanatokea kwa sababu bado tuko katika kutafuta viongozi wenye uchungu na maisha yanavyokwenda. Wajua, mpaka uwe na kiongozi ambaye anakuonea uchungu wewe. Lakini ikiwa yeye atakuwa yuko sawa, hajui wewe wapitia nini, itakuwa ni ngumu. Youth, it's your time. Youth, it's your time, youth. Vijana, watoto wangu, msingoje kupawa uongozi. Simameni mbele, mutake uongozi. Asante sana. Tumekuwa na Sheikh Abu Bakar hapo, lakini pia tumekuwa naye hapa Mama Shamsa, na kwa niaba ya wote wale ambao kwamba wameweza kufanikisha mdahalo ama mjadala huu kuhusiana na masuala ya amani, na zungumzia producer wetu Omar, ama ukipenda Eugene Black Sultan behind the scene, lakini nashukuru sana pia Brana, jamaa wetu wa Reels, the guy with the fingers za Reels pale, lakini behind the camera the photographer ambaye ni Bilal. Asante sana kwa kuweza kuacha majukumu yote kuja kujukumika nasi siku ya leo. Lakini pia Shamsa, ni kushukuru. Leo mwenyewe huwa umetabaraz, lakini leo umepatikana hapa. Alhamdulillah. Ni shukuru kwa kujitolea huko, lakini na mimi pia nijishukuru kwa sababu nimekuja hapa. Umefika. Kwa sababu ni si rahisi kuja kukaa na wazazi wetu hawa kuzungumza hivi, na asante sana kwa wale ambao kwamba umepiga simu, asante sana kwa wale ambao kwamba umetuma ujumbe, asante sana kwa wale ambao kwamba umesikiliza, lakini pia ukaweza kupata mawili matatu ambao kwamba utakuwa unayatumia wakati tunaijenga amani hii ambayo kwamba kidogo inaparanganyika, lakini ambapo hapaharibiki jambo siku zote pana wazee Kabisa. na wazee ndo hawa Wamefika. sasa sisi tunakwenda zetu, No. tunaondoka na busara na hekima zao. Hatuwezi kumfikia Nabii Allah Suleiman, lakini Tunajikaza. So bye bye jamani. Tupishe barnamiji ya vipindi vingine ambavyo kwamba vipo kwa siku ya leo Jumamosi. Nafikiri itakuwa inakuja Aroma. Baada ya Aroma watakuwa wanakuja wana kick off. Mimi naenda zangu nkalale, maana nimekesha nikiangalia mpira. Maasalam.